haitumiki kwenye kucha natural. Nilianza kuelezea kuhusu hii ya chuma ambayo kazi yake hii hasa ni kwa ajili ya kucha zile ambazo ni za extension kama unga, poly, builder, kucha ndefu za kukata za kutoa hasa. Haifai kufanywa kwenye kucha natural. Sawa? Wakati huo hii ya plastiki nayo inaweza ikawa na kazi sawa na hii kulingana na unene na usharp na ukali wa haya meno yake. Sawa, lakini tofauti ya hii na hii kubwa, hii ya plastiki inaweza ikapoa haraka kuliko hii ya chuma. Wakati wa kusugua, nail tech mnafahamu, unaweza ukasababisha umoto hapa ukamunguza mteja. Yaani ule umoto kama joto wakati ule msuguano, sawa? Kwa hiyo kwenye ule msuguano, hii ya plastiki inaweza ikapoa haraka, ikaendelea na kazi kirahisi kuliko hii. Yaani moto wake unaweza kumunguza mteja mara kwa mara kuliko hii hapa. Usisahau kusubscribe channel yangu ya YouTube kwa jina Dada Kucha, ambao wanafundisha vitu mbalimbali, na pia niwakumbushe tuna group la watu wote wanaojifunza kutengeneza kucha kwa shilingi 20,000 tu kwa miezi 6. So, hizi beads mimi wananunua kutoka kwa watu mbalimbali mitandaoni na nje depending. Kwa hiyo kama unavyoziona hapa ziko za aina mbalimbali, kuna hizi za chuma na hizi za plastiki. So leo nataka nielekeze kuhusu za plastiki tu kulingana na muda wetu. Kwa za plastiki hapa, ngoja nishike chache ili uone utofauti wake kabla sijaendelea. Okay, hizi nina nyekundu, umeona hii kola hapa? Wewe angalia tu kola, achana na hii shape. Hii shape ni somo la siku nyingine. Nina blue, nina nyeusi, nina njano na nina red. Pia kuna ambazo hapa sina, ambayo ni orange na kijani. Sawa? Kwa hiyo hizi rangi hapa chini hazijawekwa kama urembo. Hizi rangi zina maana na nitakuelezea maana ya kila rangi. So, hizi rangi hapa chini ndio zinatofautisha kujua kwamba ipi ambayo ni kali na ipi ambayo sio kali, inatumika sehemu gani. Kwa hiyo nitaanza na ya chini ambayo inafaa kwa natural nails kwenda ya juu ambayo inafaa kwa extensions. Ya njano ndio ambayo ni laini zaidi. Hizi meno yake ni malaini ambayo inafaa kutumia kwenye natural nails. Sawa? Ni laini sana. Kutumia hii kwenye acrylic au kutumia hii kwenye poly gel au builder ni kazi ya kujichosha. Itakupotezea muda sana. Kwa unaponunua biti yako, iwe ni ya plastiki ama ni ile ya chuma, kama chini kuna njano, jua tu hauwezi kutolea kucha. Utapata shida. Baada ya njano kuna kuja hii ya nyekundu ambayo na yenyewe iko fine. Hii ni extra fine, hii ni fine. Hii yenyewe meno yake ni makubwa kidogo ya hii. Kwa hiyo inafaa pia kwa natural nail, lakini hii inafaa zaidi. Baada ya hii inayofuata ni blue. Sawa? Tunafuata blue ambayo yenyewe ni medium, ambayo meno yake na iwish mko mnayaona hapa, meno yake yenyewe sio makali sana lakini ni makali. Unaweza kutumia pia kutolea kucha kama unatumia builder ambayo ni nyepesi, bila laini, na chana hizi hard gel yenyewe inaweza kutolea hivi vizuri sana, lakini haifai sana kutumia kwenye natural nail. Sasa ambayo hapa sina ni ya green ambayo ndo inafuata hapa. Hapa inafuata ya green, baada ya green itafuata black kwa ukubwa yani. Kwa hapa it means hii ina meno makubwa zaidi, then baada ya black itaingia orange, then baada ya orange itaingia pink kwa unene wa. Kwa kama unataka kufanya kazi kubwa za kutoa kucha kubwa, it means utatumia pink, utatumia orange, utatumia black, utatumia green. Huku unazidi kushuka chini kulingana na ukubwa na ugumu wa kazi yako. Ila kama unataka kutumia kwenye natural nail, hasa utatumia hizi za yellow pamoja na nyekundu tu, ili usiweze kuharibu kucha za mteja wako. Sawa? So, darasa linalokuja nitawafundisha jinsi ya kuchagua hizi vichwa vilivyokaa na vinatumika sehemu gani na sehemu gani. Beat ni somo ambalo ni nzuri sana, lakini pia lina mkakasi kidogo, because ukikosea tu unakula kucha mteja wako na anaweza asirudi tena. So karibuni sana, nawatakia jioni njema.